Neno Pasaka kwenye Biblia limeandikwa mara 75, mara 48 kwenye Agano la Kale na mara 27 kwenye Agano Jipya. Pasaka maana yake nini? Ukisoma Biblia katika chuo cha Kutoka 11 mstari wa 9 hadi wa 10, Biblia inasema kwamba Mungu akamwambia Musa na Haruni kwamba Farao hatawasikiliza ninyi, lakini ataongeza maajabu yake ili apate kuziona nguvu za Mungu, kwa sababu ya Mungu alishafanya moyo wa Farao kwa mgumu. Nini kilitokea? Ndipo Mungu akaanza kupiga yale mapigo 10. Akamchapa sana mapigo mengi Farao, lakini Farao hakuwa akisikiliza. Mwisho wa siku, pigo la 10 ndio lilikuwa chanzo cha Pasaka tunayosherehekea leo. Nini kilitokea? Kilichotokea ni kwamba malaika wa kifo alipita usiku, lakini kabla ya kupita aliwaagiza watu wote wa Israeli kwamba kila mtu mwana Israeli apake damu ya kondoo katika juu ya mlango wake, ili kwamba malaika wa kifo atakapopita ili iwe kama ishara kwamba wametii agizo la Bwana. Baada ya hapo, malaika wa kifo alipopita usiku huo, aliua kila uzao wa kwanza, kuanzia wa mtoto wa kwanza wa Farao aliyeka katika kiti cha enzi mpaka yule ambaye mtumwa wa nyumba ya mwananchi wa kawaida kabisa. Kwa pigo lile likamfanya Farao awaachilie wana wa Israeli. Kwa hiyo ukisoma Kutoka tena 12 kuanzia mstari wa 17, Mungu anawaagiza kwamba mtaifanya siku hii kuwa Pasaka kwa ukumbusho wangu, na mtakula mikate isiyotiwa chachu. Mikate isiyotiwa chachu maana yake ni mikate imepikwa papo hapo na nyama ya kuchoma waliongeza hapo. Kwa hiyo utaratibu ulikuwa ukiendelea miaka na miaka. Kutoka 12 mstari wa 26, Biblia inatuonyesha wazi kwamba Mungu anawaambia hiyo itakuwa utaratibu wa vizazi vyote milele na milele. Baada tujapata umuhimu au maana halisi ya Pasaka. Nini kilifanyika kwa Bwana Yesu? Kwa maana hii ndio damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Kwa hiyo Yesu alikuwa akikaa na wanafunzi wake, lakini this time alipokuja alikaa nao na akaweka utaratibu mpya kwamba watamega mkate na kuinywa divai kwa ukumbusho wa Yesu. Kwa Korintho wa kwanza 5 mstari wa 7, Biblia inasema kama vile mlivyo hamkutiwa chachu, kwa maana Pasaka wetu amekwisha kutolewa kwa sadaka, yani Kristo. Kwa hiyo kwa sasa sisi kama Wakristo, Pasaka yetu ni Kristo. Siku ya Pasaka itumie kufanya ibada. Kama unaweza kwenda kwenye nyumba ibada, it's okay. Kama unaweza kufanya ibada nyumbani, it's okay. Lakini ikubwa, kumbuka, ni siku ambayo inahusisha ondoleo la dhambi na kumega mkate wa Bwana. Asante sana. With Pastor Mukembe.